Usipokuwa makini utajikuta unapoteza pesa zako kwa kuibiwa na kudhania kwamba marafiki zako au watu wako wa karibu ndio wanakuibia, lakini ukweli ni kwamba hawatakuwa wao, lakini watakuwa wametumika kama njia tu ya kuweza kufikia fedha zako, lakini pia kufikia akaunti zako. So kwenye video siku leo tunakwenda kuangalia utapeli kwa kutumia AI. Watu wanafanyaje utapeli kwa kutumia AI? So kwenye video hii tunakwenda kuangalia jambo hilo, na kama bado hujabonyeza alama ya subscribe basi kukaribisha ili tuweze kuangalia hatua kwa hatua. So jambo la kwanza tunapaswa kutambua kwamba kuna AI za aina mbalimbali. Kuna AI za kuweza kutengeneza sauti, kuna AI za kuweza kuchati, kuna AI za kuweza kutengeneza video na AI nyingine. AI zote hizo ambazo unaziona za kuchati, za kutengeneza video, za kutengeneza audio, zote zinaweza kutumika kama chombo cha kuweza utapeli au kufanyia utapeli wowote. So njia kwanza ya utapeli ambao unafanywa mtandaoni haswa kwa sasa ni utapeli kwa kutumia video bandia. Yaani mtu anatafuta video yako, kishaipata video yako, anaitumia video hiyo kuweza kumtapeli rafiki yako au kumtapeli jirani yake, kwa sababu anayo ile video. So ile video anachokifanya, anaiedit, anabadilisha maudhui. Let's say yalikuwa maudhui ya kuongelea kitu fulani, yeye anaibadilisha yanakuwa maudhui ya kuweza kushawishi mtu, yaani anamshawishi kupitia ile video yako. Kwa mfano, zinaweza zikatumika picha au video za malaika, yaani zikishawishi vitu fulani, lakini kiuhalisia inakuwa sio hivyo. Kwa hiyo zinatumika tu kama kiashiria. Lakini pia kuna watu kama mawaziri, watu wakubwa hawa, kuna maaskofu, mashehe, watu wa dini, wakatumika kama kushawishi vitu fulani, lakini kiuhalisia wanakuwa sio wao waliozungumza. Lakini sasa wale watu ambao wanasikiliza ile taarifa, unakuta wanaamini kwamba wao ndio wamezungumza kile kitu na lile jambo ndio wamelizungumza, lakini kiuhalisia unakuta wao hawajasema jambo lolote. Kuna watu kama wafanyabiashara maarufu na lakini pia anaweza kuwa mtu ambaye unamfahamu vizuri, so anaweza kutumika kuweza kufikisha ujumbe let's say wa kukushawishi, na mwisho wa siku ukikubali tu basi moja kwa moja unaingia kwenye mtego wa kuweza kukamatwa. So lakini pia kupitia video bandia hizo, mtu anaweza akatengeneza hiyo video kwa lengo la kuweza let's say hata kuomba msaada, kukushawishi kwamba kuna uwekezaji, let's say uwekezaji, kukushawishi pia labda kuna michango mbalimbali ambayo anahitaji kutoka kwako, na kwa kuonyesha moja kwa moja kwamba ni rafiki yako, lakini unakuta ni mtu mwingine kabisa tofauti na yule rafiki yako, lakini anachokifanya tu ni kutafuta na kupata zile video ambazo ni za rafiki yako, akazikroni, yani ile video akabadilisha maongezi yale, akabadilika yakawa mengine, baadaye akakutumia na ukaamini kwamba yule rafiki yako ndiye ameweza kutumika kuandaa zile video. Na of course video hizo zinaonekana halisia kabisa, harisi 100%, kwa sababu AI sasa hivi zinafanya vizuri zaidi. Hiyo ilikuwa ni njia ya kwanza ambayo wanaitumia. Lakini tukija kwa njia ya pili, tukija kwa njia ya pili ni utapeli kwa kutumia sauti bandia. Hii ni njia ambayo pia inatumika haswa kwa kufanya utapeli pia haswa mitandaoni. Hii ndio njia hatari zaidi, kwa sababu mara nyingi sana watu tunasikiliza sauti kuliko video. Yaani maongezi yetu mara nyingi yanakuwa ni ya sauti kuliko video, tukiwa tunaongea na watu walioko mbali. Sasa mara nyingi sasa hizi sauti zimeweza kutumika sana, yani zinatumika sana kufanya utapeli, kwa sababu ni rahisi sana mtu kukloni sauti yake na ile sauti yake katumia kufanya jambo fulani. Kwa mfano hata mimi hapa nina uwezo wa kukloni hii sauti na kuzungumza hii content na kuweza kuibadilisha kwa content nyingine kabisa bila mimi hata kuzungumza, lakini kwa kutumia hii sauti ambayo nimeweza kuongelea kwenye hii content na kuibadilisha ikawa jambo lingine. Sasa watu wanachokifanya, wanatumia hii content, matapeli wanatumia hizi content, huenda au wanatumia sauti za watu, huenda kutoka mitandao kama ya YouTube, kutoka Instagram, TikTok. Wakishachukua zile sauti kule, wanazipeleka kwa AI ambazo zina uwezo wa kuchuja sauti, kubadilisha sauti, au kuchukua sauti ya mtu na kuibadilisha kwenda kwenye maudhui mengine, lakini sauti ile ile, na hatimaye wakamlazimisha yule mtu au ile sauti ya mtu wakailazimisha kuweza kuzungumzia jambo fulani. Sasa ile sauti kishasikika, inaweza kutumika kama kihamasishaji, kwa kuhamasisha wewe let's say kufanya jambo ambalo litakufanya upoteze pesa zako, uweze kumpa yule, ubaki hivyo. Sasa kupitia hivyo unajikuta unatapelika vizuri, kwa sababu huenda ukaamini kwamba maybe ni rafiki yako wa karibu, na mwisho wa siku uweza kumsikiliza. Lakini pia tukiachana na sauti bandia, jambo lingine au njia nyingine ambayo pia matapeli wanaitumia huku mtandaoni ni kupitia chatbot. Chatbots. Hizi chatbots ni AI ambazo zinajibu kama binadamu, yani zipo kwa ajili ya kuchati, mara nyingi ni kuchati. Kwa mfano kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali zinatumika kurudisha meseji, na hizi of course zinakuwa hazina makosa yoyote ya kisarufi au ya kiuandishi, yani zinakuwa ziko vizuri, yani more consistent kama binadamu kabisa, na pia zinajua kuchezea hisia na akili ya binadamu. Kwa hiyo kile ambacho tunafikiria kumjibu au kuijibu kama unavyomjibu rafiki yako, bots yenyewe inakujibu hivyo hivyo. Kwa hiyo zina maana zimeshakuwa more advanced. Lakini pia tukiendelea na eneo letu la chatbots, inaweza kuwa na muonekano huu hapa. Kwa hiyo ukiandika message inakujibu. Kwa mfano hii hapa, hii ni chat ya kawaida ambapo ukibonyeza imeandikwa kwamba what can I help you,
ambapo ukibonyeza hapo unaweza kuandika jambo lolote afu na kujibu vizuri sana kama ulivyokuwa unategemea kupata ile majibu na wewe. Sasa kupitia hizo chattings watu wanatapelika vizuri. Yes, na bots hizo zinaweza zikatumika kwenye mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, lakini pia mitandao hii hukuaminisha polepole mpaka utume pesa au taarifa zako. Unajua wakati mwingine hawahitaji pesa, lakini wanahitaji kupata taarifa zako. Mfano ukija kwa WhatsApp wanahitaji taarifa zako, hata sio pesa, taarifa zako. Ukishapata taarifa zako wana uwezo wa kuzitumia kutengeneza kipato kizuri sana tu. Lakini pia ukija kwenye Telegram hivyo hivyo, Facebook wanataka taarifa zako waweze kuzipata vizuri ili waweze kufanya jambo ambalo litakuja kukuathiri bila wewe mwenyewe kujijua. Lakini pia jambo lingine, jambo la 4 ni picha bandia. Hii pia ni njia ambayo inatumika ambapo mtu anaweza kaandaa picha kwa kutumia AI. Hiyo picha ikiashiria let's say hata ajali, let's say kuna mgonjwa anataka msaada, kuna risiti za malipo. Kwa kisha kufanya jambo kama hilo anakuaminisha, na ukishaamini ukatuma ile pesa ndio imeisha hivyo. Hizi pia ni njia ambazo zinatumika. Kwa hizo picha zinaonekana halisia kabisa, yani zinaonekana halisia ambapo hata mazingira anaweza kutumia yale yale. Kwa mfano mazingira ya eneo fulani let's say la Dar es Salaam anaweza kutumia vizuri vile vile na ikaonekana kama ni za Dar es Salaam. Lakini pia zinatumiwa wakati mwingine kutafuta mtu aone huruma aweze kufanya jambo kwenye kile kitu. Lakini baada ya kutizama hizo njia ambazo wanazitumia matapeli kwa kutumia AI, basi kuna njia za kuweza kujilinda dhidi ya utapeli huo wa AI. Jambo la kwanza kabla hatuendelea, usiamini sauti yoyote, usiamini picha yoyote, usiamini video yoyote. Labda upate uthibitisho mara 2 afadhali kwamba yes nimeona picha, lakini je sauti ni ya kwake? Yes, lakini sio hapo tu. Je, namba ambazo unazitumia kumpigia labda ni za kwake? Kama ni kwenye social medias ya kupasa uweze kutafuta namba ya kumpigia direct. Usiamini picha au sauti tu, inapaswa pia uweze kupata uthibitisho wa namba hata ya simu. Sasa kuna hatua za kuweza kuchukua ili kuweza kujilinda na hivi vitu, lakini ya kupasa kwanza uwe makini kwenye mambo haya, ambapo haupaswi kutuma pesa kwa dharura bila uthibitisho wa simu ya moja kwa moja. Kwa mfano, kuna watu wengi wanapigiwa simu kwamba kuna mtoto wako yupo shuleni anaumwa haraka sana, tuma pesa, tumampeleka hospitalini hapa chap chap, tuma pesa haraka. Sasa hapo ya kupaswa uweze kupata uthibitisho wa kutosha kwanza. Usiamini haraka bila kuwa na uthibitisho wa moja kwa moja. Lakini pia usitume OTP au pini hata kama sauti ni ya ndugu. Yani hizi OTP ni zile namba za siri let's say za kuingia kwenye taarifa zako za msingi, au let's say pini kwa mfano za kuingizia kwenye mitandao kwenye akaunti yako ya benki au masuala mengine. Sasa hizi pini usizitume bila kuwa na uthibitisho, afadhali hata mara 3. Aisee kabisa, ile mpaswa kuwa makini, kwa sababu watu wengi wamejikuta wanapoteza akaunti zao, wanapoteza taarifa zao kwa sababu ya kuamini tu sauti bila kuthibitisha vigezo vingine. Kwa mfano kuthibitisha namba ya simu, kuthibitisha na vitu vingine ambavyo vitakuonyesha afadhali kwamba huyu mtu ni sahihi kweli. Lakini pia pigia mtu unayemjua kwa namba yake ya kawaida. Huyo mtu mpigie kwanza kwa namba yake ya simu ili uweze kuhakikisha, kwa sababu ni vigumu sana ile namba yake ya simu kuturakiwa na kuanza kupokelewa kule. Lakini ukiamini tu kwenye picha na video, hapo utapotezwa. Yes, hiyo ni kuamini ya kumpigia simu kwa namba yake ya kawaida. Lakini pia ya kupasa uweze kuweka at least watu tutengeneze maneno ya siri ya kifamilia. Kwa mfano nikikupigia simu au hata nikutumia message, let's say nataka kupata taarifa fulani, basi kuna message unapaswa kunitumia, labda mnatoa hata na neno siri la jambo fulani, labda kwamba mnaweza kutumia labda hata jina la ukoo kwamba Julius, imeisha hiyo. Yani Julius, kwa nishatamka Julius, nimejua okay ni ndugu yangu huyu. Kwa kunakuwa na ulinzi, kwa kunakuwa na neno siri la kifamilia. Aise nini nani Julius, imeisha. Lakini yule ambaye anafanya utapeli ni vigumu sana kujua neno siri la ile ambao mmejiwekea kama familia. Lakini jambo lingine ni kwamba kuepuka kuweka sauti zako waziwazi mtandaoni. Kwa mfano kwangu mimi hapa ninapofanya hivi ni hatari sana, lakini sasa inabidi nifanye kwa sababu ni content natengeneza. Lakini kiuhalisia hii sauti yangu ambayo naitumia hapa inaweza kutumiwa kwa lengo la kuweza kutapeli marafiki zangu, kwa sababu marafiki zangu wengi watakapoisikia sauti yangu hii alafu nikishawishi kitu fulani, basi ni rahisi sana kunikubali na kuweza kujiunga huko. Wakati mwingine unakuta ile sauti imechomolewa tu mtandaoni na kwenda kuikronia kwenye AI, then ikarudishwa kwa marafiki zangu na hatimaye wakaamini kwamba mimi Linus ndiye nimefanya lile jambo. Kwa hata wakija kukosewa tu kidogo, wakija kuona kwamba kuna utapeli umefanyika, basi wa kwanza kabisa watanifuata mimi wakijua mimi ndio nimefanya lile jambo. Lakini moja kwa moja hata kuwa mimi, lakini atakuwa ni mdukuzi au ni
ni tapeli mmoja wa mtandaoni. Lakini pia jambo lingine la mwisho, kama utaona inafaa, basi na nitakuomba uweze kutumia 2FA kwenye akaunti zako. Hii ni verification fulani hivi ambayo itakusaidia kuweza kuverify kila jambo ambalo litakuwa inaendelea ndani ya simu yako. So kama hii 2FA hauielewi, basi naomba uweze kucomment hapo kwenye comment section, alafu nitakupatia namba yangu ya WhatsApp, then uje niweze kukuelekeza mwanzo mwisho. Niko tayari, nitakuelekeza hatua kwa hatua jinsi ya kudownload na jinsi ya kuweza kuitumia kwenye simu zako, ili usiweze kupata utapeli au usiweze kutapeliwa kitu chochote na mtu yeyote, kwa sababu jamani, dunia ilipofikia kwa sasa, tumefikia sehemu ambayo ni rahisi sana kutapelika, kwa sababu ya njia zimesharahisishwa, zimeshakuwa njia nyingine tofauti kabisa na za zamani ambazo zilikuwepo. So hii kuja kutokea kwa AI imekuja na vitu vingi ambavyo vinatufanya tuweze kushinda wakati mwingine hata kufanya jambo ambalo tulipaswa tuweze kulifanya kwa nyakati zetu. So kwa kuangalia video hii. Kumbuka, maarifa ya sasa ni nguvu ya kesho. Endelea kujifunza, endelea kujaribu na usikate tamaa. Jiunge nasi tena hapa kwenye Jifunze na Linus, ambapo kila siku ni fursa ya kujenga kipato, ujuzi na maisha bora. Hadi video ijayo, kumbuka, Jifunze na Linus.